Unajua kwenye magazeti watu wanapenda sana kusema habari za mchungaji Gwajima. Mchungaji Gwajima ulisema utamrudisha Amina Chifupa. Watu wengi wanasema hivyo. Hebu nikwambie kisa cha Amina Chifupa. Amina Chifupa anakaa hapo, baba yake anakaa hapo Mikocheni ambako sauti hii inasikika. Kwa hiyo kama ninayosema sio sawa na haki ya kunishtaki, si ndio Sauti hii inafika mpaka Mikocheni kule. Pale Ubungo, tulipokuwa Ubungo, kuna binti mmoja anaitwa Maria Togoran. Huyo Maria aliletwa hapo Ubungo, akaombewa Maria, akarudishwa Msukule. Alikuwa ametokea Kibaha. Maria Togoran nafikia anaweza kuwa yuko hapa. Maria Togoran, hebu njoo. Binti yule wa Kibaha, kokote uliko kimbia kwa nguvu zako zote. Anaitwa Maria Togoran. Wakati naongea huyo Maria atakuwa anakuja. Maria yule. Maria kale. Hebu mpigie makofi Maria yule. Wala sio wa Dar es Salaam, wa Kibaha. Naomba kila mtu akae mahala pake tu, utakuwa unasikia sauti. Kaa mahala pako, nikuelekeze kisa hiki. Huyu ameletwa Ubungo. Unajua nikwambie, sio kila mtu anayeitwa amekufa na anazikwa ni mtu amezikwa. Wachawi wana uwezo kabisa wa kufanya mambo nitakayokuelezea baadaye. Huyu Maria Togolani tukamuuliza mbele ya watu wote. Walikuwepo maelfu ya watu. Wale waliokuwepo, hebu mwamvuli juu kama ulikuwepo. Unaona wale walikuwepo hao. Mbele ya watu akasema, umemwacha mwenzangu. Tukamuuliza nani? Akasema, nimemwacha Amina Chifupa. Akasema, huyu wewe ulimwacha au kumwacha? Nimemwacha kule. Alisema yeye, sikusema mimi. Alisema yeye, mimi sikusema. Alisema yeye, nimemwacha kule. Na aliposema hivyo, ilikuwa ni kanisani kwenye ibada ya Jumapili kama leo. Ufufuo na uzima, ukifiwa mtu tunakuruhusu unaleta jeneza hapa siku ya Jumapili, tunafanya kazi. Amen, amen. Mungu wetu sisi anatenda kazi. Amen. Mungu wetu sisi anatenda kazi. Yesu mwenyewe alifufua wafu kwenye Biblia. Ukisoma vizuri, Elia alifufua mtoto, Elisha alifufua mtoto, mifupa ya Elisha ikafufua mtu. Yesu akamfufua Lazaro. Yesu akamfufua binti Yairo. Yesu akamfufua kijana kwenye lango la Naini. Paulo akamfufua Eutiku. Petro akamfufua Dorcas. Alipokufa Yesu msalabani, makaburi yakafunguka na miili ya watu ikatoka makaburini. Haleluya! Huyo ndio Mungu tunayemsema habari zake sisi. Na huyu Mungu tunayemsema habari yake anakwenda kugeuza taifa la Tanzania liwe taifa la mwana kondoo kwa jina la Yesu. Huyo ndio Mungu nayesema habari zake. Anafufua waliokufa na anarudisha waliochukuliwa Msukule. Sasa huyu binti aliposema nimemwacha Amina Chifupa Jumapili, ile Jumatatu yake tu asubuhi, mama yake na Amina Chifupa akaja kanisani, akanikuta mimi. Kamwambie, wewe ulikwenda ukamkuta mchungaji Gwajima ukaongea naye wewe. Mama yake Amina Chifupa akaja kanisani, akanikuta mimi. Akaniambia, mchungaji, nimepewa taarifa kwamba hapa kanisani jana kuna mtoto alifufuka, na akasema ameamwacha kule mtoto wangu. Na kweli mchungaji, mwanangu alipokufa kifo chake kilikuwa cha maajabu ajabu. Mchungaji, tusaidie. Akaniambia hivyo, tusaidie. Nikamwambia, mama, kama unayo nia umempata mwanao. Nikamwambia, umempata mwanao? Nikamwambia, nenda ukaniitie mmeo. Alipokwenda kuniitia, akaenda kumwita. Kesho yake asubuhi watu wananipigia simu, Pastor Gwajima, mambo yako ya kufufua wafu, tunaomba huyo waachane naye. Achana naye pastor huyo, achana naye kabisa. Kasema wenyewe achana naye kabisa. Kwa nini? Kuna nini niachane naye? Na mimi nawaambia na waonya tena, mimi nimeitwa kurudisha watu wa Yesu. Wewe huwezi kuniambia niachane na mtu yote kwa jina la Yesu.
Wewe ni kiongozi wa serikali, wewe ni waziri, au wewe ni mbunge, au wewe ni yeyote, kama wewe ndio unayeua watu, safari hii utaumbuka wewe mwenyewe kwa jina la Yesu. Sasa mtu uliyekuja mara ya kwanza, labda roho yako inakudunda. Isikudunde roho. Fufuo na uzima, haya ndiyo mambo yake. Sisi tunapiga mtu yoyote aliyekaa hovyo hovyo, awe ni raisi, awe waziri mkuu, awe mbunge, awe nani, awe baba askofu, kama anafanya mambo ya ushirikina, apigwe. Sisi hatuangalii sura. Awe ni mbunge, awe waziri, awe nani, kama unafanya ushirikina unatwangwa, unapigwa. Majeshi, 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 majeshi. Sema majeshi ya Bwana. Sisi ni askari wa Bwana. Sisi sio raia kwenye ufalme wa Bwana. Tunatwanga tu. Kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni waziri, unachukua watu msukule, alafu unaanza kumpigia mchungaji Gwajima simu. Mchungaji, naomba usimrudishe yule. Umeniita wewe. Wewe ndio umeniita. Mimi narudisha wote, na saa imeshafika. Shoka limewekwa kwenye mashina ya miti. Watu lazima warudi. Amen. Hebu kama unapenda hayo, simama na upige kelele, useme njoo. Sema tena njoo. Hebu kae. Wacha niwape vidonge vya kueleweka kwanza, maana hawachaki kimbelembele. Gwajima alisema atamrudisha Amina Chifupa. Leo nimesema hadharani mbele ya watu, siri iliyo nyuma, huyu mtoto ndiye alisema. Wewe mtoto ulimwacha huko? Ndiyo, nimemwacha. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa analima. Alikuwa analima. Wewe ndio umesema. Mimi sijasema, akasema huyu analima. Alikuwa halimi, mimi sijui. Lakini mama yake nilimwambia, kamwambie mumeo aje tutengeneze mambo hapa. Maana Yesu anawatafuta watu kama hawa. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yesu alikuja ili avunje kazi za ibilisi. Haleluya! Baadaye watu wananipigia simu, Gwajima, utahatarisha nafsi yako ukimrudisha yule. Mimi nihatarishe nini? Mimi mwenzako nilishakufa tayari. Nilikufa msalabani pamoja na Yesu. Siogopi kufa tena. Nilishashinda mauti. Haleluya! Yesu alipokufa msalabani, alikufa pamoja na mimi. Nimekufa ndani ya Yesu. Siogopi kufa. Na huu ndio wito wangu. Wale waliokufa kwenye mazingira tata lazima wafufuke kwa jina la Yesu. Lazima warudi. Warudi. Watakuja, upende usipende. Sasa huyu ndio kasema hivyo. Na huyu alirudi msukule, sio sirini, kanisani siku ya Jumapili. Unaona, mambo haya yapo. Mambo haya yapo. Ndio maana leo wewe, Mungu amekuleta mahali hapa kwa sababu. Mungu amekuleta mahali hapa kwa sababu Mungu anataka amrudishe mtu wako aliyepotea kwenye mazingira tata. Mungu anakurudishia mumeo tena.